Karibuni tena ndugu wapendwa katika familia yetu ya Maarifa ya Neno, ili tuweze kutafakari kwa pamoja. Na tafakari yetu ya leo inasema dhambi ya kushindwa kutumikia vipawa. Dhambi ya kushindwa kutumikia vipawa. Hivi ulikwisha kujiuliza ni vipawa vingapi nilivyokirimiwa na Mungu? Je, ni vipawa vipi katika hivyo nilivyokirimiwa na Mungu? Kama tunaweza kuvitambua, ni vipi unavyovitumikia? Na je, ni vipawa vipi ulivyoshindwa kuvitumikia ijapo unavitambua? Na unashindwa kuvitumikia kwa sababu tu kwamba wewe ni mwoga wa kutumikia kipawa, au ni mzembe, au tuseme ni kwa sababu ya uvivu au uchoyo na hata kutokujali. Mtu anaweza kusema kwa mfano, mimi ni mshauri mzuri sana, lakini swali ni je, umekwisha kushauri watu wangapi? Je, umekitumiaje kipawa chako kushauri wengi zaidi? Kama wewe ni mwimbaji, unajua kuimba vizuri. Sasa swali ni je, umetumiaje kipawa hicho katika kuimba kumsifu Mungu? Kama wewe ni mwalimu mzuri, unajua kuelekeza vizuri. Je, umetumiaje kipawa hicho kuwaelimisha wengine? Je, unakitumiaje kipawa chako kwa maslahi ya wengine na sio kwa maslahi yako binafsi tu? Sasa mara nyingi tunapofikiria kuhusu hukumu ya Mungu, akili zetu hukimbilia swali moja kuu: ni dhambi ngapi nimefanya? Tunaona kana kwamba maisha ni hesabu ya makosa yetu, tukitumaini kuwa idadi yake haitakuwa kubwa sana mbele za Mungu. Hata hivyo, maandiko matakatifu yanatupa mtazamo mpana zaidi. Mungu haangalii tu yale tunayoyafanya vibaya, bali pia Mungu huangalia yale tuliyoshindwa kufanya kulingana na uwezo na vipawa alivyotupatia. Mungu wetu haangalii tu yale tuliyofanya vibaya, bali pia anatazama yale tuliyoshindwa kufanya kulingana na uwezo na vipawa tulivyokirimiwa. Yesu anafundisha ukweli huu katika mfano wa talanta, na hii utaweza kuipata katika Mathayo sura ya 25 mstari wa 14 mpaka ule wa 30. Katika mfano huu Yesu alizungumza juu ya watu mbalimbali waliopewa talanta, lakini mmojawapo wa hawa alipewa talanta akaenda kuichimbia chini, mpaka yule aliyempa talanta aliporudi akamwambia, Bwana, talanta yako ulionipa hii hapa. Sasa huyu mtumwa aliyeficha talanta yake hakuadhibiwa kwa kufanya uovu, kwa sababu hakufanya uovu wowote. Tena yeye alifikiri kwamba ni mwaminifu, hivyo alichukua talanta ile akaichimbia chini, na aliporudi bwana wake alimkabidhi. Kwa hiyo kama aliadhibiwa, hakuadhibiwa kwa kufanya uovu. Lakini tunaona katika mfano huu Yesu anasema kwamba huyu bwana aliadhibiwa kwa kutokufanya chochote. Huyu aliyechimbia talanta chini na akafikiri kwamba atamfurahisha bwana wake kwa kumrejeshea talanta aliyompa,
aliadhibiwa, si kwa sababu alifanya uovu wowote, lakini aliadhibiwa kwa kutokufanya chochote. Talanta yake ilichukuliwa, akapewa yule aliifanyia kazi talanta aliyopewa. Huyu mtumwa alihifadhi kile alichopewa, lakini hakukikuza wala kukitumia. Leo hii ukijaribu kutazama talanta ulizopewa, swali la kujiuliza ni je, umechimbia talanta ngapi chini? Au ni talanta ipi uliokirimiwa na unaifahamu lakini huifanyii chochote? Yesu anatueleza kwamba usipoifanyia talanta yako chochote, basi unaadhibiwa. Na hiyo tunaweza kusema ni dhambi ya kuto kutumia talanta uliopewa na Mungu. Huyu ambaye alihifadhi kile alichopewa badala ya kukikuza wala kukitumia, inaonyesha kwamba kuto kutumia kile Mungu alichotupa si jambo la kawaida tu, bali ni jambo la kushindwa kutumia au kutimiza kusudi lake. Maana yake ni kwamba Mungu anatupatia talanta kwa kusudi maalum. Pengine Mungu amekupa sauti nzuri ili uweze kumtukuza kwa kuimba. Labda Mungu amekupa ujuzi fulani ili wewe uweze kutimiza kusudi fulani. Unaweza kukuta mtu mara nyingi anasema, mimi nina uwezo wa kufanya kitu fulani, lakini nimekaa tu kimya. Nimeona watu wanatafakarisha na ni kitu ambacho najua ninaweza kufanya kuliko wao, lakini nimetulia, akifikiri ni sifa. Lakini kumbe yeye ni kama mfano wa yule mtumwa aliyepewa talanta akaichimbia chini, hakuifanyia chochote. Na hapo ndio kosa, kwa sababu Mungu anatupa talanta ili tuweze kutimiza kusudi fulani. Neno la Mungu linaweka wazi zaidi katika Yakobo sura ya 4 mstari wa 17. Anasema hivi: basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Basi yule ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Kumbe basi, unapokuwa na talanta usipoifanyia chochote, kwako ni dhambi. Hapa tunaona kwamba dhambi si tu kufanya mabaya, bali pia ni kuto kutenda mema tunapojua tunapashwa kuyatenda. Hii inabadilisha namna tunavyojitathmini, kwani inatuita kuwa watu wa vitendo, si wa kujizuia tu na mabaya. Katika Mathayo sura 25 mstari wa 31 ukienda mpaka ule wa 46, tunaona Yesu anaelezea hukumu ya mwisho. Watu wanahukumiwa si kwa sababu walifanya maovu makubwa, bali kwa sababu walishindwa kusaidia wenye uhitaji. Hawakutoa chakula kwa wenye njaa wala maji kwa wenye kiu. Walishindwa kuona na kuitikia mahitaji ya wengine. Hii inaonyesha kwamba kutokujali na kutokutenda mema kuna uzito mkubwa mbele za Mungu. Hata katika Agano la Kale tunapata mwito huu wa kutenda. Ukisoma kwa mfano Mika
sura ya 6 mstari ule wa 8, utaona inasema hivi: mwanadamu, umeonyeshwa yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako, ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Haya si mambo ya kukaa nayo moyoni tu, bali ni ya kuyaishi kila siku. Mtazamo huu unatualika kujiuliza maswali mapya. Sio tu nimefanya makosa gani, bali pia ni mema gani niliitwa kuyafanya lakini sikuyafanya. Kila kipawa, kila nafasi na kila muda ni zawadi kutoka kwa Mungu. Vyote vina kusudi. Sasa kuviacha bila kuvifanya au kuvifanyia kazi ni kupoteza nafasi ya kumtukuza Mungu. Hata hivyo, tafakari hii haikusudii kutuletea hofu, bali kutuamsha. Mungu ni mwenye neema na rehema. Pale tunaposhindwa, bado Mungu anatupa nafasi ya kuanza upya. Luka sura ya 12 mstari wa 48 unasema hivi: aliyepewa vingi, kwake huyo vitatakwa vingi. Hii ina maana kwamba wajibu wetu unatokana na neema tuliyopewa. Kwa hiyo maisha ya imani si tu kujiepusha na dhambi, bali ni katika kuitikia wito wa kufanya mema. Ni kuwa waaminifu na wenye kuzaa matunda katika kila tulichopewa. Tunaitwa kuwa watu wanaoona, watu wanaojali na watu wanaotenda. Hivyo basi ni muhimu kukumbuka ya kuwa hukumu ya Mungu haitahusu tu yale tuliyoepuka, bali pia yale tuliyoyakosa kuyatimiza. Hivyo basi, na iwe sala yetu kwamba tumuombe Bwana wetu Yesu Kristo atusamehe sio tu kwa makosa tuliyoyafanya, bali pia yale tuliyoshindwa kufanya. Tumuombe Bwana wetu Yesu Kristo atufundishe kuona, atufundishe kutenda na atufundishe kupenda, ili maisha yetu yawe na matunda mbele zake. Tumsifu Yesu Kristo.